Juzi nilikuwa Tanga, nimetoka Tanga, nilikuwa Kilimanjaro kabla, mpakani na Kenya. Nimemaliza huduma ya hapo, nikaenda Tanga mjini. Nimefika Tanga mjini, nikana rafiki yangu mmoja pale, akaniambia, pasa, kabla hujarudi Arusha, ninaomba, nina kijana wangu hapa, na kijana wangu nenda naye akae kwako angalau wiki mbili. Akisha kaa kwako wiki mbili, kwa sababu kuna nafasi za polisi zimetoka, nakuja kufanya interview wiki mbili. Nikamwambia sawa. Basi nikamchukua kijana, nikaja naye mpaka Arusha. Baadaye asubuhi mapema kesho yake nikampeleka huko ambako walikuwa wanafanya interview. Wakaanza, palikuwa na maelfu ya vijana kama 1200 wamejaa hapo, watu wanangoja interview. Wakaanza kufanya, wanachuja. Mchujo ulikuwa mkali. Kijana namuuliza, utafaulu kwa? Nasema nitajitahidi hivyo hivyo. Lakini bahati mbaya, alipoendelea mbele, akapita mchujo wa kwanza, wa pili na watatu, kuendelea mbele, kufika kule mbele, kijana mwenzake akamuuliza, hivi wewe unafanya usaili, unafanya interview, wewe unadhani utashinda kweli? Je, una mtu yeyote, una mtu mkubwa huku, una mtu wa kukusaidia? Sikilizeni niwaambie wapenzi, maisha ya sasa hivi, kama una mtu wa kukusaidia, kama una mtu wa kukupigia mtu wa kukukingia kifua, ama kama huna refali, ufiki popote. Yule jamaa kasema, nimehangaika, nimeteseka namna hii, ni vile sina mtu, ni vile mimi choka mbaya, ni vile mimi masikini, ni vile mimi ni duni. Na Yesu amekuja leo kwa ajili ya mtu ambaye ni duni, kwa ajili ya mtu ambaye amekosa mtu wa kumsaidia. Nasema Yesu huyu ni msaada wa karibu. Nasema Yesu huyu nimemwona. Yesu ni mtu wa msaada. Yesu. Sikilizeni wapenzi, nasema Yesu, jamani, Yesu wapenzi, Yesu ni mtu wa pekee wa msaada kwetu, atusaidiaye, atakaye kuvusha, atakaye kuponya,